Habari, karibu tena katika vlog yangu, na leo nimekuandalia makala inayohusu jinsi ya kumfanya mtu ajute kukupoteza. Jinsi ya kumfanya mtu ajutie kukupoteza. Karibu sana, twende pamoja nami. Kanuni ya kwanza, potea moja kwa moja. Ukimya una nguvu sana. Kaa kimya, usimpigie simu, usimtumie message, usimuonyeshe kitu chochote ambacho kitamfanya yeye akuone. Mwache aone kwamba wewe unamkimbia, wewe hautaki chochote kinachohusiana na yeye. Hii ni kanuni nzuri sana na inaleta mafanikio. Kanuni ya pili, jitahidi kuukuza ukimya wako. Unaona? Kuukuza ukimya wako kwa kumaanisha kwamba kuwa kiakili, kuwa kimwili, kuwa kiroho, kuwa kiuchumi, lakini usitangaze, usimwambie mtu yoyote. Usitake wajue kwamba wewe uko sehemu fulani, unafanya nini, unakuwa vipi na nini. Umeelewa? Yaani kuwa kiukimya. Kanuni ya tatu, hakikisha hupatikani. Hakikisha hupatikani. Yaani ile aina ya wewe aliyokuwa anaijua zamani, ile version yako wewe aliyokuwa anaijua zamani, ipoteze. Mfano, ulikuwa ushazoea mida ya usiku utachati naye, au una ile tabia akikukosea huo unamsamehe. Mara nyingi sana unamkuta kwamba yeye ndo mtu ambaye yani wewe umegombana naye miezi miwili mitatu minne, umemrudia, mara ukikaa baada ya muda fulani huyo umeibuka. Potea moja kwa moja. Yaani ile hali aliyozoea kwamba huyu najua tukikaaga kwenye mahusiano ikitokea kuna wakati tumekuwa na misunderstanding na nini, atarudi, atafanya vipi? No, ipoteze moja kwa moja. Lakini kanuni ya 4, acha wakuone ukishinda. Utakiwi kuwaonyesha kwamba unashinda. Unaona? Kuwa kwa ukimya, kwa amani. Acha mafanikio yako yaongee kuliko maneno yako. Hii itawafanya wao huko waliko waone na waelewe kwamba walishindwaje kuwa na wewe. Unaona? Kwa sababu wajue, okay, yule tulishindwa kuwa na yeye kwa sababu yeye alivyo ni mtu ambaye ana mafanikio, ni mtu ambaye anakuwa kiakili, ni mtu ambaye sio mtu ambaye ana amani, mtu ambaye mafanikio yanajionyesha bila hata yeye kuongea. Lakini kanuni ya 5, usionyeshe hasira ama kinyongo ama hali fulani hivi ya kwamba wewe hivyo. Unaona? Kwa sababu wao wakiondoka au wakikuacha, wanachotegemea waone hasira, wanategemea waone upo kwenye machukizo, lakini waonyeshe kitu cha tofauti. Unaona? Hakuna kitu kinachotisha hakuna kitu ambacho kinawapa wasiwasi wote wa namna hiyo kama kuona wameachana na mtu ambaye hajali. Yaani kitendo cha wao kuona kwamba hujali kinawatesa sana na kuwaumiza. Unaona? Kwa hiyo wewe usionyeshe chuki, makasiriko nini, ondoka kimya kimya, potea. Lakini kanuni ya 6, jitahidi usiwaonyeshe ukaribu wako. Hata kama kutafuta namna ya kutaka kusuluhisha na wewe au nini, wewe kaa zako kimya. Kwa sababu watu wengi wanajuta sana pale wanavyoona wanamtafuta mtu, wanataka kuongea naye, wanataka ufike naye maridhiano au nini, afu yule mtu hataki kutokea. Mara nyingi hiyo kitu inawatesa. Lakini kanuni ya 7, acha wasikie kuhusu wewe, lakini wasisikie kutoka kwako wewe. Endelea kujenga maisha yako. Endelea kukua, endelea kuwa na amani, endelea kuwa na furaha, lakini furaha yako wewe na vitu vyako wewe viwafikie wao, lakini sio kutoka kwako wewe. Wasikie tu, ila sio kutoka kwako wewe. Karibu sana. Leo nimeshare na wewe hizo tips zako, hizo tips chache ili niweze kubadilisha kimtazamo. Maybe una huzuni sana, unawaza, unafikiria nini na nini. Hapana, kuna njia sahihi ya kufanya kama hiyo ambayo nimekuelekeza, ili yule mtu aweze kujutia huko aliko, na sio ajutie kwa ajili yako wewe, no, ajutie kwa ajili yake yeye. Huku wewe unakuwa na kuendesha maisha yako, huna haja ya kuwa na huzuni wala nini. Usisahau ku like, comment, ku subscribe to my channel. Nawapenda sana na muwe na siku njema.